Mtazamaji hujambo, bila shaka hii ni KTN News na hiki ni kipindi chako cha Shujaa wa Wiki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumamosi saa 7:30. Hii leo Shujaa wa Wiki ni mtu ambaye alihudumu katika idara ya uhamiaji akiwa mkurugenzi, na mzungumzia Alexander Muteshi. Lakini hiyo sio sababu ambayo inifanya leo kuzungumza naye. Nazungumza naye kutokana na mchango wake mkubwa katika kuunga mkono michezo nchini. Sasa Alexander Muteshi ndiye patron ama kinara wa klabu ya FC Leopards ambayo inashiriki ligi kuu hapa nchini Kenya. Na kando na hilo, mtazamaji, bwana Muteshi anasaidia vilabu mbalimbali hapa na pale, kikiwemo klabu cha Makolandas cha mchezo wa soka kinadada, na masuala mengi tu mengineo ambayo yanachangia ili kuunga mkono masuala ya soka nchini. Hii leo nazungumza naye. Mimi ni Dalmas Sakali. Atakuwa ananifahamisha mawili matatu kuhusiana na hali ikoje FC Leopards, hali ya soka nchini ikoje, na kesho ya soka ikoje hapa nchini Kenya. Karibu mtazamaji, tuandamane pamoja. Kipindi cha Shujaa wa Wiki kinang'oa nanga sasa. Asante sana bwana Alexander Muteshi kupata nafasi kuzungumza nasi. Labda tuanze na Alexander Muteshi amezaliwa wapi? Labda utangulizi mfupi tu kwa faida ya mtazamaji. Kwanza nashukuru kwa kunitembelea, na kwa ufupi, Alexander Muteshi alizaliwa Kakamega County, division ya Ikolomani, village ambayo inaitwa Shikoho, 13th December 1958. So huko ndo nilizaliwa. Alafu masomo, baada ya kuzaliwa mzee alikuwa anafanya kazi na BAT, British East African Tobacco hapa Nairobi. So tulikuwa tunakaa shori moja kwa zile nyumba za BAT. Baadaye tukahamia Eastlands Jericho, na nilianza kusoma kwa primary school shule ya Dr. Livingstone. Form 4 nikaenda Central, Form 6 nikaenda huko Nakuru. Baada ya kumaliza nikaingia kikosi cha polisi 1980. Baadaye nikaingia kwa the previous special branch, baadaye NSIS. Baada ya kustaafu nikaenda kwa idara ya immigration, na nimeweza kustaafu juzi 22nd July 2023. Baada ya kukaa kwa immigration kwa miaka 5. Nimeoa, niko na watoto 3. Labda nikurejeshe nyuma kidogo, miaka 5 hiyo ambayo umehudumu pale katika immigration. Ni kitu gani ambacho wewe unapoketi hapa katika kochi lako unapokuwa umetulia, ukiangalia nyuma miaka hiyo 5, unatingiza kichwa unasema I did well? Ni kitu gani unaweza ukakumbuka, labda ufanisi upi ambao uliweza kuafiki wakati ulikuwa pale katika idara hii ambayo umeondoka kirasmi siku chache zilizopita? Asante kwa hiyo swali. Wakati nilienda kwa hiyo idara niliweza kuhakikisha kwamba we make it possible, ama kwa urahisi wa Kenya kama wanataka sana sana kitambulisho kuja na kupata kwa urahisi, because niligundua kwamba kulikuwa na hali ya watu kuogopa kuja huko, na tena kuna mambo ya brokers ambao unapata kwamba wanajaribu kudanganya watu ambao wanataka kupata hizo hati za kusafiria. So ile kitu kwanza nilifanya ni kufungua communication unit. Sijui kwa Kiswahili unaita namna gani communication unit, idara ya because haikuwako, so that Mkenya anaweza kapiga simu ama unaweza katuma text kujaribu kutaka kupata habari yoyote ambayo unataka. Alafu tena niliweza kufungua section nyingine tena, kama unataka kusafiri na uko na haraka na unataka upate passport kwa haraka, sasa nilifungua tena hiyo section. Tuzungumzie soka. Umesema mwenyewe kwamba wewe ni patron, na bila shaka kila mtu anafahamu kwamba ulichukua usukani mkuu wa patron wa klabu ya FC Leopards, mojawapo wa vilabu vyenye historia kubwa kweli kweli, na ni klabu ambayo ina ufuasi mkubwa kweli kweli. Labda tuanze
kuzungumzia historia yako na mambo ya soka. Hivi ulianzaje ama ilikuwaje ikaje ikawa kwamba unapenda soka? Lazima kulikuwa ulicheza labda soka ama historia yako na soka ilikujaje ikawa? Mimi mapenzi yangu ya mpira ilitokana na mzee wangu, yeye alikuwa anacheza mpira. Mimi mwenyewe nilicheza mpira mpaka kiwango ya primary peke yake. Nikawachia hapo. Lakini wakati nilienda secondary, tulikuwa na huyu Tony Lidonde kwa shule moja, na shule yetu ilikuwa one of the top schools kwa upande wa mpira hapa. Ilikuwa inaitwa Central. Ilikuwa ni a private school, na huyu Tony Lidonde alikuwa one of our footballers. So tulikuwa mara kwa mara tunaenda kule wanacheza mpira na kwa kumshangilia. Kutoka hapo sasa ndio nikaanza sasa kwenda kwa stadium kushangilia timu ya FC Leopards, na hakuna mechi yote nilikuwa nakosa kwenda. Kama FC Leopards wako na mpira, hata Harambee Stars kama wanacheza nilikuwa nahakikisha kwamba naenda. So ni upendo tu, nimekuwa tu naweza kusema ni shabiki kabisa wa mpira, na si mchezaji. Shabiki tu. Okay. Shabiki tu peke yake. Kuwa patron katika klabu ya FC Leopards ni safari ambayo ilianza lini? Kwa sababu najua haikuwa tu uliamka ghafla ukaambiwa kwamba wewe ndio patron. Hii safari ilianza lini? Vile nilianza, kuna ndugu yangu mmoja kwa wakati huo, sasa yeye ndio treasurer wa FC Leopards, anaitwa Oliver Napali. Yeye ndio treasurer. Sasa kitu kama 6 years ago alichaguliwa kwanza kama treasurer wa FC Leopards. So wakati alichaguliwa kama treasurer wa FC Leopards, tuligundua kwamba club iko na shida mingi. So kila wakati alikuwa ananitafuta na ananiambia wako na shida sana za kifedha. Sasa kazi yangu ilikuwa ni kujaribu kuangalia kule watapata pesa kutoka kwa marafiki. Na kuanzia hapo nilianza kujihusisha kabisa na mpira kwa sababu yake. Vile alikuwa sasa ni treasurer. Though elections zilifanywa baadaye, yeye akatolewa kama treasurer, lakini tena akarudi last year tena kama treasurer. So ile treasurer ilimtoa, kama unakumbuka Chichi alifariki, ndio alimtoa. Hata baada ya kutolewa, mimi sasa si ati nilisimama kusupport club, niliendelea tena kufanya kazi very closely na the new office ya Chichi pamoja na Shikanda ambaye ndio alikuwa chairman. Na wakati walichaguliwa sasa mwaka jana, ingawa tulikuwa na patron ambaye alikuwa hapo, current governor Sakaja. Sasa wakaniambia tu, sasa Mtechi, wewe ndio tumeamua sasa utakuwa patron wetu. Na largely ilikuwa ni kwa sababu niliweza kuwasaidia kabisa sana kwa upande wa resource mobilization, kwa sababu nilikuwa na marafiki wengi na I could easily reach out kwao na wananipatia support ya pesa. Na ningependa kutaja jina ya one of my closest friends ambaye ni Muhindi, anaitwa Malkit Singh. Yeye ndio alikuwa ananisaidia sana kwa hiyo mambo ya resource mobilization, na baadaye alichukuliwa na polisi. Sasa yeye ni committee member wa polisi, lakini bado ananisaidia. Inakuwaje kuwa patron? Kwa sababu baadhi ya watu wanajua kwamba patron lazima awe mwanasiasa. Kwa mfano patron wa Gor Mahia ni kinara wa Azimio Raila Odinga. Kinara wa baadhi ya vilabu tunajua labda ni waliokuwa magavana ama ni magavana waliokuwa mawaziri na kadhalika. Hivi kuwa patron kwako wewe unaweza ukasema inahusisha mambo gani? Ni nafasi ambayo unaweza ukasema labda inahusu mambo gani? Changamoto ni kubwa sana, na ile changamoto kubwa sana ni ya kifedha. Na hiyo area ya sana upande wa fedha ndio niliweza kusaidia club kabisa kwa muda mrefu. Na hiyo pesa nilikuwa nawasaidia ilikuwa haitoki kwangu, but nilikuwa na network ya marafiki, ndio nilikuwa na mobilize kwa urahisi. Na hiyo that's why ningependa kusema kwamba wanasiasa wa kutoka sana upande wa magharibi
hakuweza sana sana kupeana ile support ilikuwa inatakikana, but ningependa kutaja ya kwamba Musalia Mudavadi amesaidia klabu sana. Hata wakati tulikuwa tumepata shamba ya Kasarani, tulipata shamba upande wa Kasarani na kaweza kutupatia check ya 600,000 kufanya process ya mambo ya shamba, na hata tena niliweza kukutana na last week kwa ofisi yake na nikamwambia hii club needs the support of wanasiasa kutoka Western, because nilimwambia kama Gor tunaona wanapata support kabisa kutoka kwa wanasiasa, na hii club nikamuomba ningependa yeye mwenyewe aongeleshe tena wanasiasa kutoka Western waweze kuja karibu na club, na akaniahidi ya kwamba nipange ya kwamba technical team, players na NEC officials atapanga wakutane na yeye pamoja, ataita all the political leaders Western, because mi naona ni muhimu to bring kulete hawa vigogo karibu na timu, because ni timu yao sana sana hawa vigogo wa siasa kutoka upande wa magharibi, na ile kitu ningependa kueleza wametusupport, because hata juzi wakati tulikuwa na harambee tulipata support ya pesa yao, na ningependa kutaja kama mzee Atuli. Yeye tena ni mzee amesimama na club. Klabu imekuwa na shida mingi, na saa ingine anampigia simu anamwambia Mteshi kuja, saa ingine ananipatia 1,000,000 peleka kwa club. Juzi wakati tumekuwa na harambee aliahidi atapeana 1,500. Jana nimeongea na yeye akaniambia nimtafute leo apeane hiyo ahadi yake. So ingawa mimi si mwanasiasa, lakini ningependa wanasiasa kutoka upande wa magharibi wakuja karibu na klabu kuisaidia, because iko na changamoto mingi sana sana ya kifedha, na tungependa hao tena watumie networks zao, kwa sababu tena ni viongozi, waone vile wanaweza kasaidia klabu. Tuzungumzie FC Leopards. Nafasi ya FC Leopards katika Kenya Premier League ni gani? Na kuuliza swali hili kwa sababu FC Leopards imekuwa na mambo mengi, changamoto nyingi, na baadhi ya watu wamekuwa kihisi kwamba FC Leopards ni klabu ambayo imefikia wakati imekuwa wastani tu, labda haina malengo makubwa. Gor Mahia umeonekana kutamalaki KPL sana, labda Tusker FC kidogo tu ndio wanaonekana kuwapa ushindani. Na najua mmekuwa pia na changamoto nyingi, zungumzia marufuku yale ya kutosajili wachezaji, pamoja na changamoto nyingi tu nyinginezo, masuala ya kifedha na kadhalika. Hivi nafasi ya FC Leopards na kesho yake ikoje? Nafasi ya FC Leopards siku za usoni ni nzuri zaidi, na ningependa labda kupeana picha tofauti. Saa hii kuna research ilifanywa na ikajulikana kwamba FC Leopards ndio iko na the biggest fan base katika Kenya. It is the club with the biggest fan base katika nchi ya Kenya, na hata towards the end ya league fans walikuwa wanajitokeza kabisa. Hata kuna wakati tulicheza na Gor just hiyo mechi moja walikuja kwa wingi na tukapata kitu kama 3 million. Tena kuna wakati tena tulienda Kakamega tena tuko tena na very big support, tuko tena tukapata kitu kama another 3 million. Na mimi ningependa kuchukua hii nafasi kushukuru mashabiki wa FC Leopards, wamesimama na club hata wakati wa shida, because ni muhimu nikueleza kwamba tumekuwa kwa ban ama marufuku ya FIFA kwa miaka 2 ambayo imekuwa sasa lifted, na hiyo ban imedhuru klabu kwa njia mbaya sana, kwa sababu hatu kuweza kuandikisha wachezaji wapya kwa miaka 2. So tulikuwa tunategemea our youth team kusaidia kuleta klabu juu, lakini sasa hiyo imefunguliwa, na sasa tunaendelea na signing ya players. Tumesaini wakadhaa, mtakuja kujua hivi karibuni kweta namba tumeweza kuandikisha, na haja yetu sasa ni kuchukua league.
hii msimu ambayo inakuja. Na niko na imani tutachukua league, na nachukua tena nafasi hii kuomba mashabiki wa FC Leopards waendelee kujitokeza kwa wingi, because nguvu ya klabu ni mashabiki. Usemi wako ama kauli yako ni gani kuhusiana na hatua hii sasa FC Leopards kuamua kwamba tutampatia Tom Juma mkataba, Fred Ambani, na labda swala hili la wachezaji wa kigeni na wakufunzi wa kigeni, una kauli gani kulihusu? Tom Juma na Fred Ambani ningependa kuhakikisha kwamba wako na ujuzi ya kutosha. Tom Juma ameweza na klabu kwa miaka mingi na ameweza kuwa sasa understudy wa makoches wa kutoka nje. Na sasa tumesema sasa tutatafuta our own local talent, hatutaenda nje kutafuta makoch. Ndio tumepatia sasa Tom Juma nafasi mwenyewe sasa aweze kuendeleza timu, na tuko na imani ya kwamba Tom Juma ataweza kuhakikisha kwamba tunachukua league hii msimu ambayo tunaenda kuanza. Fred Ambani tunajua amekuwa tena mkufunzi mzuri kabisa, amekuwa na klabu ya Wazito na iko tena na heba ya juu kabisa, na tuko tena na imani nao. Alafu ile kitu ningependelea kusema kwamba sasa tunaanza kutoka kabisa hii mambo ya kusajili wachezaji kutoka nchi za nje kwa wakati huu, kwa sababu kwanza unajua zile shida AFC imepata ya FIFA ban ni kwa sababu ya hawa wachezaji kutoka nje. Ile shida tena Gor Mahia wako nayo, na tumeamua tuko na talent ya kutosha hapa nchini. Tukuze talent yetu ambayo tuko nayo badala ya kwenda nje kwa wakati huu. Labda baadaye, because tunajua labda utaweza kupata kwa wakati huu, tuweze kujijenga na wachezaji wa kutoka nchi yetu. Okay. Yeah. Juzi Bwana Muteshi, tumeweza kuona michezo ile ya shule za upili, eneo la Nyanza kwa mfano, eneo la Magharibi, mashabiki wengi kweli kweli uwanjani kujionea mechi hizi, na baadhi ya watu wakawa wanauliza swali la where does the rain start beating us? Kwa sababu unapozungumzia sasa KPL, labda kando na Gor Mahia, FC Leopards na Shabana, hamna mashabiki uwanjani. Kwa mfano Tusker FC wanapocheza na KCB ama Police kwa mfano, mashabiki hawapo uwanjani. Unahisi kwamba tatizo hasa liko wapi? Kwanza inatakana tuangalie kwa njia mbili. Kwanza ni ukweli ya kwamba kwa hizi mechi za shule, na haswa hii ilikuwa juzi ya Kakamega between Musingo na Shandarema, mashabiki walikuja kwa wingi, na hata watu wakajiuliza kwa nini kuna mashabiki wengi namna hii. Kwanza ni muhimu tujue kwamba hizo ni home ground za hao vijana, wako na mashabiki wao wengi nyumbani, na tena walikuwa wanachezea nyumbani, na kila mtu alikuwa anataka kuona vijana wetu wanacheza namna gani. So hiyo ni sababu moja. Sababu nyingine tena ningependa ujue ya kwamba unajua ukiangalia kama English Premier League, huko kuna community clubs, na community clubs zinakuanga na their own fan base kabisa. Fan base kabisa. That's why unaona Gor Mahia na FC Leopards, kwa sababu ni community clubs, ziko na fan base kubwa sana. Na ningependa kulinganisha hiyo na ile uliona juzi Kakamega ya Shandarema pamoja na Musingo. Nafikiri hata hizo mashule ziko na fan base zao huko. Alafu jambo lingine ni lazima tukubali ya kwamba klabu zetu hazijafika kiwango ambayo inatakikana, na watu wanataka kuona mpira mzuri, na unajua hawa vijana wadogo wako na mpira mzuri. So hiyo kabisa ni dalili ya kusema kwamba inatakana hizi vilabu waone vile wanaweza kuimarisha namna wanacheza mpira. So hiyo tunaweza kusema ni a lesson to learn. Okay. Alexander, ukiwa patron wa club ya AFC Leopards, najua vile vile unafuatilia soka kijumla, unaweza ukasema kwamba taifa la Kenya katika mchezo wa soka mustakabali wetu ukoje?
Nakuuliza hivi kwa sababu sasa hivi tumepeana ombi kwa shirikisho la CAF kuwa wenyeji wa michuano ile ya taifa bingwa Afrika mwaka 2027. Ili hali hamna uwanja wote ambao sasa umepewa idhini ya kuandaa michuano ya kimataifa. Hivi unahisi kwamba tutakuwa na uwezo ule, na labda hatma yetu kisoka ikoje? Unajua ili swali ni la muhimu kwa sababu soka, ukiangalia nchi zingine soka iko hali ya juu kabisa, na hapa Kenya lazima tukubali ya kwamba soka yetu ilienda chini kidogo, but mimi naweza kupata nini pale shida ilitokezea wakati kulikuwa na hii jaribu kuwa FC Leopards na Gor, kujaribu kuwa community clubs na kuinua hizi clubs za institutions. Hiyo kwanza ili affect mpira kabisa, because hata the support was not there. So inatakana serikali ijaribu kuona how do you help to build soccer by just encouraging community clubs. Unaona kama timu kama Shabana, uliona kwa kiwanja vile watu, hiyo ni community club. So tujue the future ya football iko kwa community clubs. Hizi makampuni kubwa kubwa hakuna haja hao watengeneza timu zao za institutions, hao wajaribu kuona vile watafadhili hizi community clubs, na utaona kiwango cha soka Kenya inakuwa. Asante bwana Muteshi kuzungumza nasi, lakini kabla nimalize what is your motive? Kwa sababu baadhi ya watu wanajulikana kwamba wanatoa msaada kwa timu fulani, wanasaidia timu fulani, ama wanatoa msaada huu sijui visodo kwa wasichana katika shule. Yani watu wanajihusisha na mradi, lakini nyuma yao wana ndoto labda ya kuwa mbunge, mwakilishi wadi, gavana, seneta, rais na nafasi zile nyingi tu nyinginezo. Hivi wewe mbona unakuwa mkarimu hivi bwana? Mimi kwa kusema ukweli ni kwa sababu ya kupenda mpira, kwa sababu hii club ya FC nimekaa nayo kwa miaka mingi. Kama ni kusimama kwa sababu ya mpira ningekuwa nimesimama kitambo, lakini hamu yangu kabisa kwa wakati huu ni kujaribu kuona vile tutaendeleza mpira katika Kenya, na ndio nakwambia hata huko Kakamega tunajaribu kuona vile tutaendeleza mpira tukitumia the Elijah Lidonde Foundation. So kwa wakati huu sina hamu ya kuingia kwa siasa. Hamu yangu ni kuendeleza mpira katika Kenya. Asante. Nashukuru pia. Yes. Asante bwana. Asante sana kuzungumza nasi bwana. Asante. Naam, mtazamaji, ndiye bwana Muteshi yule, shujaa wetu wa wiki Jumaa hili. Mchango wake mkubwa kweli katika masuala ya soka nchini, na nafurahi alivyomaliza. Anasema kesho ya soka hapa nchini mambo yatakuwa shwari, kwamba kesho ni bora kuliko leo. Ana imani kwamba Kenya pamoja na mataifa mengine mawili haya ya Afrika Mashariki, na maanisha Tanzania na Uganda, tutakuwa na uwezo wa kuandaa michuano ya taifa bingwa barani Afrika AFCON mwaka 2027. Kwa hivyo tusihofu. Mtazamaji, lianzalo kawaida hutamatika. Kipindi cha Shujaa wiki naomba nikihitimishie pale. Mwenyezi Mungu akijalia tukutane wakati mwingine. Mimi ni Dalmas Sakali, kwa niaba ya wote, bingwa mpiga picha naitwa bwana Cyrus. Asante sana, pamoja na meza nzima ya uzalishaji, uhariri na kikosi kizima. Tunasema shukran kwa kuendelea kutazama KTN News.